Nilikwambia nini mwanzo? Wewe una akili zako timamu? Yaani inawezekanaje mtu mwenye akili timamu na chizi mkazungumza pamoja? Samahani, ni mazungumzo tu ya kawaida. Dada, nishakwambia toka mwanzo, sitaki mazoea na ndugu yangu. Usinifanye nikakufanya kitu kibaya. Yaani usinilazimishe. Si unanielewa? Au wewe mshirikina? Hapana kakangu, nafika mbali. Hebu mimi acha kunifurahisha. Kazi gani umri wako uko mdogo? Mimi kazi yote ile naweza, kazi yote naweza. Sasa mimi pale kazini kwangu. Hapana, nitafungwa. Wewe bado mdogo sana. Labda cha kukusaidia. Kama unaweza kupiganisha, mimi nakutafutia madini kama upo tayari. Sawa tu, hata hiyo sawa. Kwa kuwa umekubali, unatakiwa kubali na masharti. Nikutafutia danga shilingi 50,000, 30,000 yangu 20,000 yako. Upo tayari? Sikia nikwambie. Kama unataka utajiri kupitia ndugu yangu sema. Maana wewe unaonekana mgeni kwenye hichi kijiji. Na kama ukiendelea kunifuatilia nitaonekana mtu mbaya. Usilazimishe kila kichaka unachokiona uponde juu, yatakutokea puani. Sijui umenielewa? Siku nyingine sitokuja hivi. तुमसे प्यार किया सच्चे दिल से भरोसा किया लेकिन आज तुम छोड़ गया kila wakati nakukumbuka. Dada, yani sini kama vile nakufaidisha wewe. Yani wewe 30,000 mimi 20,000 kivipi? Yani faida yote mbona kama vile unakuwa nayo wewe sasa? Kumbe wewe unapata sana faida. Endelea kutafuta kazi. Hapana dada, basi rudi. Basi nimekubaliana na masharti yako, wewe 30,000 yako 20,000 yangu. Kwa umekubali, ndio kesho saa 4 pale kazini kwangu utanikuta. Haya sawa. Haya bye. Haya poa. Maisha yamenipiga kikumbo, shidani ndo naangukia. Please Baba God give me favor. Nimechoka kungoja ngoja, nipe pini code za pressure. Tumbo linauma kwa ngoja ngoja, naiona pressure. Nimezungukwa na maadui, napitia pressure. Hata inizika simjui, naiona pressure. Nimezungukwa na maadui, napitia pressure. Rafiki wa kweli simjui, naiona pressure. Ina maana mapenzi siyajui, napitia pressure. Yananisumbua, yananichoma, naiona pressure. Nachoka, napitia pressure. Huyu mwanamke ananichukuliaje? Na mimi mshamba sana au vipi? Siku ya pili ile wani, siku ya pili yuko maskani. Kizingatia na kiumbe changu tumboni, si unajua zile. Hizi zinakuwa dharau. Hizi zinakuwa dharau kabisa. Mimi sishinde kupita kijiji kizima kila mji kumtafuta yeye tu. Sio kazi ya kanisa, haina hasara. Nikimkosa beba vitu vya huyo mji. Komba kila kitu. Yaani naweka historia. Nikimkosa mimi naacha historia yake ya Mungu. Bora na kijini nikimbie sasa. Wasema wazo hili limepita hili. Sasa subiri.
Sasa sikia nikwambie, zimu likujualo halikuli likakumaliza. Hapo wahenga watanisamee, mimi nitakumaliza. Endelea kuona zurura tu kufaidisha watu na uzezeta. Yaani hata ujishtukii uko tofauti na wengine, lakini unazunguka wewe, utakufanya kitu kibaya. Kifuani kuna fundo, moyo kidunda na ukulia kama kichwa cha nyundo, ila nikigonga nami naumia. Wema nimejaza rundo, ila neema zinanikimbia. Maisha yamenipiga kikumbo, shidani ndo naangukia. Please Baba God give me favor, nimechoka kungoja nipe pini kota pressure, tumbo linauma. Frankie, nimekuita hapa ni kwa sababu ya ile issue yako. Nimeona ni sile muda wako, ila jibu ni kwamba ile issue yako mimi siwezi nikafanya. Mister, kumbuka hata jana nilikusisitiza pia, huu ni mchongo wa pesa. Kwa nini unapenda maisha yasiyokuwa na pesa? Hapa tunatengeneza michongo yetu ili tuweze kupata pesa, na wewe ndo mtu pekee ambaye nakutegemea kwenye huo mchakato ambao unaweza ukatengeneza mifumo hii mpaka tukapata hiyo pesa. Changamoto ni nini rafiki yangu? Najua, lakini nimeona nisiwe daraja la kuwaumiza na kuwakandamiza watoto wa kike kwenye sanaa. Project yako ingekuwa ni nzuri kuwainua mabinti kwenye sanaa, mimi ningekusupport 100%. Nikutoe shaka, lakini kuna njia naweza kukusaidia. Nitakupatia namba za maproducer pamoja na madirector. Nadhani wale ukishirikiana nao watakusaidia jambo lako, lakini upande wangu mimi hapana, siwezi. Lakini kumbuka, hata ukiniunganisha na wao watu, mimi changamoto za huko mimi sizijui. Wewe ndio mtaalamu wa hivyo vitu, ndio maana nimeamua kukutumia wewe. Frankie, nimekwambia sitaki kushiriki chochote juu ya project yako, lakini msaada wangu uliopo nao ni kukupatia hizo namba. Nadhani wewe wasiliana nao, wape unachohitaji, watakusaidia. Maana najua wewe ukishaondoka hapa, unaweza usimtumie hata hiyo namba. Hebu nipatie kabisa hiyo. Leo nikujazie. Usitaki kuniambia hiki kijiji, yani mtu akilala akiamka tayari keshakuwa chizi. Kwa sababu nakupenda. Hapo sikia nikwambia, usipokuwa serious mimi nitaondoka. Wewe na wewe hujajua nini sasa hapo? Sina nia ya kukupenda mara vitatu. Maka nimekuja kugundua mbona mpenda tu Maswa kwa sababu ya ugonjwa wake ule. Na mimi nimeona nijifanye kama Maswa kwa sababu unapenda machizi na mimi unipende. Hivi nani alikwambia kwa mimi napenda machizi? Yaani ukiona mimi namuulizia majani, sio kwamba namuulizia sababu nampenda. Yaani mimi na ajenda nyingine kabisa. Na wala sio mapenzi. Kuona kuniambia majani umpendi. Mimi siwezi kumpenda mtu kama yule. Unanipenda mimi. Kwanza tuachane nayo. Vipi kuhusu jambo langu? Na kumfuatilia yule jamaa. Kweli nimemfuatilia. Kila kitu niachie mimi. Alafu unajua mimi unakuonaga tu. Unakaa wapi kwanza hii mitaa? Yaani mimi siishi mbali na hapa. Unamfahamu Shaibu? Shaibu? Yeah. Sikale kijana keupe maji ya kunde kaliko fiwa mtoto juzi. Huyo mimi ni kaka yangu.
kaka yako yule? Yule ni kaka. Wewe ushemeji umenoka. Ushemeji umenoka. Sasa sikia nikwambie. Naomba ufanye jambo langu kwa umahiri. Yaani naomba ukazane, unipe majibu yaliyonyooka. Ukishatimiza hilo, unakuwa mpenzi wangu. Wewe. Sasa mimi ngoja niingie shambani. Haki ya Mungu. Kumbe Shaibu ni kaka yake. Nimempata huyu, haki ya Mungu. Nakuona tapeli la mji, nataka mtapeli nani tena? Maana wewe naye huwa upoi. Wewe ushaanza mambo yako ujue. Acha kuingilia michongo ya watu. Huu ni mchongo wa pesa. Ukitiki siku moja nitakuja nikuhamishe hapa, wewe mwenyewe utashangaa. We mchongo gani? Wadanganye tu ambao hakujui ndo warubuni mimi. Lavu madini. Nakuona naomba nilipe langu ya maji maana ukawi kuondoka. Wewe sikilizia tu kidogo hapa. Kuna mshikaji mmoja hivi anakuja hapa. Kila kitu kitakaa sawa. Wala tusiwaze. Sasa nilipa, naomba ukilia hapa. Ngoja na hela yako nikutumie. We Chodo. Oa vipi dingi vipi? Mbona haraka hivyo? Oa vipi ankali vipi? Shwari. Oa safi changamshatia neno, mimi napelika nyingi. Wewe unamtafuta siku ya pili ajala maskani, si unajua zile. Ukizingatia na mtoto wangu tumboni afu zinakuwa dharau. Hapa kijijini hana mwenyeji. Oa nimemtoa mimi kule, nimemuokota kule, nimekuja huku kumfuga huku. Au vipi zile? Kaza kama jala kwa mwanaume. Oa kijijini moto unaenda kuwaka. Hapa kila mji tunagonga mlango. Wenzetu basi changamsha. Kwa yule wife hapo zingatia na kitu changu tumboni na kwa dharau, sio kweli hapa kijijini. Hapa mbona unaenda kuwaka support kwani? Chodo sikia. Mambo mimi nimechoka kabisa mwanangu. Yaani kila tunapoenda wewe unaingia na kutoka. Sikia. Kwanza nishaanza kukushtukia mwanangu. Utakuwa wewe ndo mke wako ulimpiga ndo maana katoroka nyumbani. Wewe sikia begi yake, fikia hatua tuheshimiane au vipi? Tumetoka kule tumekubaliana vizuri tu kwamba tutapita kumtafuta mke wetu. Mke wangu ni mke wako wewe. Kwa hiyo fikia hatua tuheshimiane mwanangu. Umenielewa vizuri? Nimetoka maskani nimeongea na Malembibi, nimemwelekeza kabisa wa mjukuu wako leo mimi na jambo langu. Wewe anawasha moto kijijini leo. Ndio hivyo. Na nishamwaahidi nikikosa mke kila mji na beba mali, mimi naondoka na ng'ombe. Imeisha hii. We Chodo. Huyu ng'ombe silimfunga hapa. Au we Malando. Hivi huyu nyau kaenda wapi huyu nyau? Haki ya Mungu, ng'ombe niliacha nimefunga hapa. Koja kwanza. Tupike na huyu nyau. Unaniuma? Toa. Ai, uma. Ai. Ulikuwa unarusha huko ndani. Umeona nilipong'ata? Unarusha ngumi. Unarusha ngumi. Yaani nimewaacha hapa na mwenzako. Nawaambia chunga hiyo ng'ombe. Mwenzako kaenda kudhurura. Wewe umekaa hapo na kuongelesha unaniuma. Nikupiga kichwa, unaniuma. Sasa nakwambia hivi, wewe na huyo nyau mtakuja kunijua mimi ni nani.
Sasa ngoja nikupe mateso ili uje useme vizuri kwamba ng'ombe sio kule nilikucheza cheza alafu si ndio kulifanya mimi wajifanya kunikaripia sawa? Takung'oa meno. Haya toka, potea. Nakwambia potea. Na wewe mwenzako akija potea ng'ombe yangu. Sasa nani atakuwa ameiba hii ng'ombe? Huyu atakuwa Chobwedo. Huyu Chobwedo huyu. Ngoja na yenga mtafute Chobwedo. Ndio kufunga mlango. मैंने तुमसे प्यार किया सच्चे दिल से भरोसा किया लेकिन आज तुम छोड़ गया Wa familia. Niaje baba? Unajua tumezunguka sana kijijini hapa. Alafu mke wangu sijamuona na nini. Hii naona kama iko serious ujue. Nasema hivyo kwa sababu gani? Hii ndio mara ya kwanza hii. Alafu kizingatia hapa kijijini yule mwanamke ana ndugu rafiki. Kwani? Au kaamua kutoroka tu kwa sababu ana mimba. Kakimbilia mjini. Mjini tena mwanangu kondo umepagawa kuliko mimi nilipoteza mtu. Tupo mjini hapa. Sio hivyo. Yaani namaanisha kwamba hakuwahi kuwa na ndugu huko mjini. Ulimaanisha kwamba alishapita akaenda mjini. Hiyo na kwa uongo kwa sababu nikifikiria yule nimemtoa sehemu ngumu ujue yule. Sio mjini kama unavyofikiria wewe. Kwa tunafanyaje? Sasa tunafanya mimi sio kwamba nimechoka. Yaani sijachoka kumtafuta. Mimi nakushirikisha wewe kama ndugu yangu. Ujue ni rafiki afu zaidi ya rafiki. Sana hii michongo ishakuwa mikubwa hii. Sasa sikia mimi ili swala mimi nalimudu yani. Wewe Chobwedo. Sawa, Chobwedo. Wewe soko mimi nafika hapa hata kujishawisha sigara. Sawa mwanangu. Nataka ng'ombe yangu. Sababu kwa hichi kijiji wewe tu ndio mwizi. Na kuuliza mara ya mwisho, ng'ombe wangu yuko wapi? Wewe bigi unamuelewa huyu. Mnaulizana eti kwamba tunamuelewa huyu si eti? Yaani uibe ng'ombe yangu, halafu baadaye nikuambia unapokuniambia tunaelewana huyu. Wasikia ofisa bwana. Yaani kama unataka ng'ombe ukimkuta nimefunga hata hapa. Sasa mimi sikuelewi unakuja unaanza kubwata unakunya tu kwenye ardhi yangu kama hivi. Wewe acha kunichimba mkwala. Kunya nini? Unaniambia kunya ninyi kuna choo hapa ninyi? Nakwambia hivi Chobwedo sawa? Nakupa masaa 20 haya. 22. Nataka ng'ombe wangu. Halafu na huyu anaongea anaangalia chini, anajua kila kitu kabisa kuhusu ng'ombe wangu. Wewe sio kama una mudu bwana. Kwenye masaa yako 22 mimi nakupa dakika 2 tembea. Tutakuwekelea hata hili mimi Chobwedo. Au si? Wewe nikilishika mimi. Ulishike wapi wewe? Nikilishika mimi. Shika ile hapa shika. Leta. Wewe haijua hiyo nikate nalo. Nataka ng'ombe wangu nakwambia. Mwenyewe jichenge. Mwenyewe. Wasiachana naye tu asumbu yule ng'ombe mimi naenda kumuuza 15,000. 15,000 napata nauli chapu mimi nikiandiki. Chedole ng'ombe mrudishe mwanangu. Najua yule ng'ombe atakula. Ng'ombe una 15,000 hapa ni kuachia yule ng'ombe. Una shida gani? Mbona kama una hasira na mimi? Haya kuhusu. Okay sawa. Naomba unisamehe kwa yote ambayo yametokea. Unajua mimi ni binadamu, kuna muda mwingine nakuwa sipo sawa. Sawa. Unaweza kaniambia ni nani aliyekuelekeza nyumbani kwetu au umepajuaje nyumbani kwetu? Kuhusu hilo mimi ni mwenyeji sana hapa. Na hakuna mtu ambaye anaweza kaja mimi nisijue wapi anaishi. Nadhani utakuwa umemaliza. Kilichokuwa kimekuleta hapa? Hapana. Haya mazingira sio rafiki. Nitamani tupate sehemu nzuri yenye upepo mzuri
ili tuweze kuongea mengi zaidi. Yaani uzungumze na mimi? Nenda ndani. Ha? Nenda ndani. Nimeshafanya kila kitu. Nimeonana na maproducer kwa ajili ya kuandaa kazi yako. Serious? Amini nakwambia. Asante sana, nimefurahi sana kwa hilo. Asante sana. Ya sasa kilichobaki ni wewe tu kuandaa muda wako, na nadhani ni muda wote nitakupa taarifa ili uweze kuja studio na kutoa kazi yako. Asante, mimi nashukuru. Mimi nakuahidi nitatia juhudi zangu, nia zangu zote kwenye uimbaji, uandishi, yani vyote viwili. Sitakuangusha kabisa. Wow. Kweli kabisa. Nafurahi kusikia hivyo na naona kabisa utafika mbali. Ndio. Sasa kuna sharti moja. Unajua nimekuwa nikisaidia watu wengi sana. Nimekuwa natumia gharama kubwa. Lakini wewe nataka nikupe ofa kidogo tu. Nione kama kweli una uhitaji na hiki kitu. Andaa shilingi 50,000. Hii 50,000 simaanishi kwamba unagharamikia hivi vitu. Nadhani unaelewa kabisa gharama ya kuandaa kila kitu, kuandaa production, kufanya nini na hadi kufikia kitu kupaa juu na watu kuja kukutambua. Hivyo vitu navifanya mimi. Ila hii 50,000 ambayo unaiandaa ni ili nione tu kwamba je, una uhitaji kweli, una moyo kweli wa kufanya hiki kitu, na itakuwa ni sehemu yako ya wewe kutoka. Wewe mwanaalamu, aliyekupa kibali cha kukanyaga hapa ni nani? Kwani kuna shida? Usijifanye mpumbavu ambaye huna akili. Nimekuuliza tu, aliyekupa kibali cha kukanyaga hapa ni nani? Au mimi na wewe ugomvi wetu hasa unasababishwa na nini? Usijifanye mpumbavu ambaye huna akili. Uelewi kile ambacho kinaendelea. Labda mimi nikwambie kitu kimoja tu. Mimi nafikiri hujafika muda sahihi wa mimi na wewe vita yetu kwanza. Sihitaji kuwa msemaji kwenye hilo. Labda nikupe rai moja tu. Unaweza kaondoka kabla sija kufanya kitu kibaya. Elfu 50 tu. 50,000 tu. Mimi nitafanya chochote kile, naweza kupata hiyo pesa. Na kuahidi sitakuangusha kwa hilo. Kweli eh? Ndio. Inaonekana kweli una uhitaji. Hebu nia kabisa. Fanya hilo ndo nitaamini ukweli kuwa na uhitaji kweli. Asante sana kakaangu, nashukuru. Watu wachache sana wenye moyo kama wako wakumshika mkono mtu anahitaji msaada. Mimi sitakuangusha na kuahidi. Nitafanya hivyo. Pia kidogo mazingira haya huwa sipendelei sana kwa mazingira kama haya. Nadhani siku nyingine nikikuita, nitakuita sehemu yenye hadhi kidogo, utakuja uone mazingira. Huwa napenda tu kupita kidogo hapa. Haya mazingira ya Uswahilini kidogo na pamoja na Asia hayaendani. Sawa kakaangu, mimi nitafanya hivyo. Acha ngoja niende nikaitafute kuanzia muda huu sasa hivi. Naweza kupata hiyo pesa. Hamna shida. Sawa. Hamna shida. Wazani maisha ya mjini haya, yaani nikatoe hela yangu kwenda kuwekeza kwa ajili ya mziki wa mtu simfahamu, tumekutana naye tu from nowhere. Acha huyu tayari kashaingia mkenge hapo sasa hivi napata pesa hii na najua namna gani nitafanya mambo mengine tena kwa ajili ya kupata pesa. Yaani unapopiga hatua fulani ndo unatengeneza hatua nyingine tena. Huyu tayari kashaingia mkenge huyu. Huyu mbona wa kwangu? Egegeyo pressure, egegeyo pressure, egegeyo pressure. Kaka,
Unajua sio vizuri mtu kukaa umenikalia tu kimya. Basi kama nimekukosea naomba unisamehe. Na kuahidi isirudie tena. Ila pia samahani. Mimi ningependa kujua tu. Hivi kwa nini unakuwa na hasira sana na ile familia yako Majani? Yaani kuna kitu gani kilichotokea au kuna kosa gani alilokufanyia kubwa kiasi kwamba wachukie kiasi hicho? Maana ile siku nimemzungumzia Majani, ulikasirika sana. Leo pia umenikuta na kakake Majani. Yaani nimekuona umebadilika sana. Afu kama mkali. Kiukweli unanishangaza. Unajua mdogo wangu, wewe ni mdogo sana. Sisemi hivyo kwa sababu kwamba mimi nimekuwa tayari. Hapana. Lakini kuna vitu ambavyo mimi napitia. Sikupaswa kabisa kupitia nikiwa katika umri huu. Msamani. Yaani una maana gani ukisema hivi? Mdogo wangu, kwa ukaribu ambao mimi nauona wewe na ile familia, ningependa tuwe urudi mjini. Niende mjini? Kaka. Hivi unajua kama kuna kitu unachonificha? Mimi nahisi hapa katikati kama mimi naona kama ni fumbo. Yaani najisi kama nipo kwenye ndoto kabisa. Kwa sababu maisha yako sasa hivi sielewi. Kama kuna tatizo naomba uniambie. Mimi ni ndugu yako. Sawa, unaniona mimi mdogo, lakini pia naweza nikakushauri kitu. Unajua nini? Hakuna chuki isiyokuwa na maana. Mimi siwezi kumchukia mtu tu from nowhere. Nimeamua kabisa kwamba nimekuchukia tu. Na mimi sitaki kuficha chochote sasa hivi. Unaweza kuniahidi kitu kimoja tu? Utaondoka na kwenda mjini. Aya, nipo tayari. Hivyo unajua kwamba yule uliokuwa umesimama naye amehusika na kifo cha mwanangu.